Tunashangaa sasa. Bwana nichukuliaje kaka yako? Tunashangaa sana. Hasiwezi kutembea na yeye. Kote ni shida nini lakini? Bana kuingia bana. Leo kaniacha bana. Kisa kapigiwa simu na Nancy. Yaani nimetoka naye out. Kapigiwa simu na Nancy kairisha. Kaenda kwa Nancy. Uko ninyi wanaume kama tafuta nini lakini? Mnataka nini? Nancy likia na nini Nancy? Kila ukicha Nancy. Kila kesi Nancy. Nancy. Mdudu gani huyu? Amemganda brother kama Luba. Kwa nini Nancy? Basi hata kifanyaje? Angemchukua mtu wa bondeni hapo. Ashura. Angetembea naye. Ashura kombo fulani hivi namba 8. Ukimwangalia mumpika mtu fulani mweupe. Kukijua moja kweli brother hapa kaenda kwa Ashura. Na kwaona unamaanisha kwamba yani bado unamtafutia kaka yako mtu mwingine, si ndio? Poetangu sio hiyo. Poetangu ni kwamba kila siku kesi inakuja nyumbani hapa ni mtu mmoja tu. Kwa kama nikimleta huyu kwa umeamua yani mtafutie mtu mwingine sasa tofauti na huyo Nancy, si ndio? Alichanganyoni. Unafanya hivyo lakini mimi. Sio hivyo. Poetangu sio hivyo. Umeona? Basi mlete kesi nyingine hapa nyumbani hata mtu mwingine Ashura, Mwajuma, nani. So Nancy kila siku ana nini? Amekuja nini kwanza wewe? Hebu unajiangalia juu mpaka chini. Shemeji, hajakuja chochote shemeji. Acha wasiwasi wako tu shemeji. Umesikia? Acha kuwa shemeji yangu. Hata wewe kumbe yani unakubaliana hiyo hali, si ndio? Kwamba hata kama akimwacha Nancy basi atafute mtu mwingine. Aendelee tu kunifanyia hivyo anavyonifanyia. Hebu chukua uhusika wangu basi. Chukua tu uvae hata kidogo tu, yani uvae kidogo. Ni wewe sasa. Hivi unajua kama nyie nimeoa dunia. Na kama ni huo, asiwe shemeji yangu wali. Unavyonukia. Bala wote kukuacha. Anamwacha kwa mfano. Kwa uzuri huu. Hii sasa sura kulia hii. Singekuwa mlembo asingeniacha. Sasa hiyo emergency tu. Hiyo emergency tu. Inatokea. Lakini kwa uzuri huu, shemeji yangu. Usilie bwana shemeji, usilie. Melo usilie bwana Mela. Melo usilie bwana. Mule. Anajua kuchagua blaza. Mnaangalia kwanza. Angalia samba. Jamani. Mela. Mela. Simune basi jamani. Ana smile kidogo jamani Mela. Ndeza Mela. Jamani, usilie bwana Mela. Usilie bwana. Msikia? Sio hivyo Mela wangu. Yatakuisha. Napiga matukio haya mawili tu. Yametakaa sana. Kuhusu kinafanyika. Msikia Mela? Yote tisa bwana. Yaani kuna vidagaa huko vimebaki jana. Na kuna viunga sijui nusu robo. Ila pia. Siangeke bana. Siasa. Kuna sababu kachumbari wewe. Kanya pilipili nyingi. Sikula. Mama nakupikia mama. Mimi nimemwambia sina appetite ya kula bana. Acha zako bwana shemeji bwana. Hebu shika kwanza. Mela bwana. Unajua kudeka wewe. Unajua kudeka. Mela. One minute. Chamali unasikia? Dagaa. Zipo mama. Usiwaze kabisa. Unazingua sana. Unasha kuzingua. Kuzibadilika sana mbele. Kubadilika kusini. Hawezi kujua wala kuona kwa nini. Kwa sababu hisia zako zote umezionyesha kwa Nancy. Bali. Wewe ni yani mimi unaponifahamu na Nancy tunatofahamu vipi? Nafahamu Nancy kama best yako, lakini best umezidi mpaka hatua pale tunapitiliza na mwingine shemeji yangu. Kwa nini? Nikwambie ndugu yangu. Nancy ni rafiki yangu. Na Suzy ni mpenzi wangu. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake katika maisha yangu. Kwa uwezo kuwalinganisha. Sawa? Kweli bado kubadilika sana. Unajali furaha yako wewe kuliko hata mwenzako. Kwa hiyo muda mwingi kwa na Nancy. Unaona fresh tu brother. Yaani easy tu. Lakini shemeji yangu yeye atajua na mwenyewe atakana nani, mimi atamjali, atamkea, I don't care. Baki kujua au sio? Lakini Nancy ndio muhimu kwako. Hivi nikuulize swali. Kati ya Nancy
na shemeji yangu Suzi, nani unampenda zaidi? Ambaye unaamini huyu atakuja kwa mke wangu wife material? Suzi ndio mwanamke wa maisha yangu. Na hakuna mwanamke mwingine ambaye ameshikilia ufahamu wangu isipokuwa yeye. Nampenda sana. Lakini ananiumiza sana. Sitegemei haya anayonifanyia. Sikutegemea kabisa. Sasa hivi kabadilika. Sio Suzi yule ambaye nilikuwa namfahamu mimi. Sasa hivi kwa Suzi mwingine kabisa. Kwa mambo gani unazungumzia wewe? Kwa mfano, nasema kabadilika. Je, kaanza kubadilika sasa hivi ama toka zamani? Kaanza kubadilika sasa hivi. Na sielewi na wala sijui chanzo nini. Sawa. Nasema kabadilika kutoka sasa hivi. Je, ushakufikiria sababu iko kama imebadilika? Isijakuwa sababu ni wewe, kwa sababu muda mwingi sana umekezea kwa Nancy. Hivi ndugu yangu, kama Suzi kweli angekuwa ananipenda angekuwa anifanyia. Sasa hivi muda wote yuko busy na simu yake tu. Yaani haoni umuhimu wangu sasa hivi. Atambui thamani yangu. Ona mimi naweza nikafanya nini? Yes, sasa hivi ndo angekuwa ni mtu wa kunipa faraja au kunipa furaha. Simani blaza. Fanya hivyo bwana, Shimo anaumia sana. Anakupenda bwana. Kila siku mtu akulialia. Fanya mfute machozi basi. Okay, sawa. Nitashughulikia. Ndio mfurahi. Sana blaza. Lazima ni fly bwana. Napenda sana shemeji yangu. Kweli. Kondo hivyo tu mfurahi. Ila sikia. Hakuna wewe. Mazingua. Nijua tu blaza. Vipi? Haenda kusumbua mjane wetu pale. Nipenda sana yule mtoto. Najua hiyo. Na nilipoondoka sijamwaga. Najua lazima niulizie anasemaje pale. Hamna. Wala hata sio hivyo. Ndugu yangu sasa hivi atakurudi. Sawa. Rudi nyumbani. Sijui anielewa. Achana na maisha hayo ya nanilii ya kupanga. Hivi unahisi ile nyumba ilivyokuwa vile? Naweza nikaishi na nani? Isipokuwa ndugu yangu. Fanya urudi bwana. Kweli blaza. Nazungumza serious. Lakini pia blaza nishakosa. Nimekaa nifikiria nikoona bwana nikuache pale mbali. Uenjoy na shemeji yetu. Pia wawili wenyewe nini? Maisha yanaendelea. Nikapa mimi na bana blaza. Hamna. Wajua wewe usitaki kujilinganisha na mtu mwingine. Wewe ni ndugu yangu na ni mtu wa thamani sana. Sawa. Wanawake wanapita tu. Sawa. Sawa. Chap. Fanya mchakato rudi nyumbani. Sawa. Asante baba kwa kunijali. Nashukuru sana. Usirudi nyumbani. Wewe kwanza sikilizie kodi yangu ikija kuisha hapa. Au nikija kukula mabanyuga, nitarudi tu blaza. Unafurahisha wewe kwa Mungu. Nani tena? Sasa unapendeza. Sasa kweli nakwambia ukweli wako umependeza. Nakutaka. Sasa mimi hapa nimependeza nini? Leo unaona umeniambia umecheka kifungo kimoja. Sasa unacheka tu vile kuliko nini? Ya. Kawaida tu bwana. Mimi umependeza kidogo tu kimechi. Kisa umevaa blue na mimi nimevaa blue. Ndio wewe. Kawaida. Nishoti kila rangi la pinki zile. Sasa unashati tu. Unakasomba. Mimi sipendi sana. Mwanaume kipango ya pinki. Na jinsi mimi kama wewe. Wewe Marcus nakwambia. Mwanaume na pinki bana. Kasi. Nani nitapokea? Haya bana. Mbona? Mambo ya out.
Tena na wewe. Hata ningekuwa sina muda ningekwambia ninao. Kwa tunaenda? Utaangalia. Hiyo swali nikuachie wewe mwenyewe. Yenye. Namu ya ice cream. Tubaga. Tuegiche. Acha. Sasa wewe upo again. Kwani waga kutoka? Ufanye leo bonga surprise. Surprise gani? Utaona. Tena. Hapo ndo ile nene. Sikwambii wewe twende kwa surprise. Twende. Kwa nini nisikii kipi nakuita au? Nimekuita mara ngapi? Sina kuuliza wewe nimekuita mara ngapi? Ndio. Mbona umekuwa siku hizi na dharau sana? Bwana zako ndo anakupa kiburi. Maumivu nao yapata sasa hivi wewe. Ni mara 100 ya maumivu ambayo umenifanyia mchana. Napiga simu, una mute. Unaendelea na story sawa? Wewe rafiki yako sio girlfriend wako utajua mwenyewe. Kabisa yani stress. Wanaume wangu wanazidi kiburi. Nini? Nini? Okay, jamani yake inabadilika. Inabadilika kwa tofauti. Nini? Notions gani unanifanyia Michael? Wewe hebu. Wewe hapo kabisa kuja kutoa taarifa. Mkurupuko umefumania nafanya hiyo. Kama unapoma pekee kiasi toshi. Mkono unaongeza mpaka na wanawake, si ndio? Sio ndio, yafu mpya huo. Unaweza baba polisi. Ani watakuwa sijala, umewahi.
Afisha ndio fiti. Unaona kufika wewe. Dada. Hebu muone. Hebu gani unataka mimi nisikie? Au kipi hapa tuja? Mimi sinapanga leo. Mpe. Darai. Okay. Michael. Naomba nijibu swali moja tu. Kati ya mimi na huyo mwanamke, nani ambaye unanihitaji? Wewe usipambia sio? Wewe usipambia. Wewe unarusha tu. Unarusha tu basi ndio. Ngoja. Wewe kazi unayo. Toka kwa chipangu toka. Michael, please. Naomba nijibu swali langu. Mjibu kwanza usalama. Sawa. Sikiliza. Nangu kutokea pale. Tumaliza shughuli zenu zote. Karibuni. Don't touch. Mjibu. Don't touch. Mjibu kwanza huyu unaenda wapi? Yes. Kimaliza nifungie mpango wangu. Chukua rabia msivunje. Chukua tulivunje sababu natakuwa zirudi karibuni. Hebu tushitoe nguo. Sorry, mimi nimejua. Unashangaa. Kashaondoka. Umefly. Sana sije kufly kwa mfano. Sana pole pole nyumbani. Ndio bwana. Nasikia. Sasa ndugu wangu hapa. Kuna jambo la msingi ambalo nimekuitia leo. Jambo la msingi. Japokuwa tuliongea kwa kijujuu sana. Ndio sio kipindi nimekuja kwako. Lakini leo nimeamua nikuite. Tuongee kinagobaga kabisa. Tujue mwafaka wake. Na swala lenyewe ni la wewe kurudi hapa nyumbani. Urudi hapa nyumbani. Ustori wangu kama blaza chumba kimoja kinaenjoy. Na kuna maisha fulani najifunza kulingana na watu ambao ni maskini wanaishi maisha yale. Ndio tumekuwa tumesoma maisha fulani hivi ya kishua, mimi nasema hapo ndani, maisha kishua. Nimesoma sana biashara. Lakini ndio nimegundua kwamba kuna watu sana ambao watu wengi sana ambao wana hali ya chini ndio wanapandisha kampuni watu wengi sana. Zina majina, zinaeleweka, zina sifa kubwa. Umeona? Si mabosi ndio wanapandisha kampuni. Bali wafanya kazi. Nafanya kufanya kazi wenyewe. Ni wale chini. Kwa na mimi nimeamua kuishi kwanza maisha haya. Nione hasa nilipitia. Ni mangapi ninayopata. Umeona? Ili maana mimi kisha nikachukuta. Nikija kushikilia kampuni ya mzee. Mambo hayo hivi bwana. Sasa kwa mimi tu kampuni pia fanya kazi bila sana. Yaani kati ya siku ambayo umeongea point. Ndugu wangu leo umeongea point. Yaani sikutegemea kama unaweza ukaongea maneno kama ila yote 9 ila 10. Nadhani tayari umeshajifunza au maisha. Kwa umeshaelewa sasa jinsi ya kuishi na watu. It is better sasa ukarudi. Sawa. Rudi. Sasa ndugu yangu. Kuna kopi kama ya mwaka mzima hivi. Ningefukuzia hivi. Ngoja ishi bwana, nisivunje mkataba blaza. Sura kaacha. Sasa ndio mwaka mzima leo nakupata. Hapana baba. Lakini hivi kubwa hii mvute suzi yaje hapa bwana. Hivyo unajua kwamba wewe ni ndugu yangu na yule Suzi ni mwanamke tu. Ndio. Sawa. Ndio. Okay? Kwa hiyo uwezo kana nindiuka thamani yako ukailinganisha na mwanamke. Sawa. Sawa. Kwa ndio hivyo ndugu yangu, mimi nategemea mazuri kutoka kwako. Nategemea kama wiki ijayo hivi utakuwa umeshafika hapa, si ndio? Kwa hiyo karibu sana nyumbani. Thank you. Okay, enjoy your drink. Inasema nini brother? Maji haya? Si mazuri kwa afya bwana. Chete mmetungu na afya. Kuna madawa mengi haya. Unajua shida nini? Siku zote unaambiwa hivi.
Ukizoea shida. Yaani hata kafulaka akija hata kadogo tu, unahisi ni mtego. Hebu enjoy bwana, au sio mtego, wewe enjoy. Hilo nalo neno. Sasa nimehamisi. Unamthamini. Yaani unakuwa tayari kufanya lolote kwa ajili yake. Lakini still bado anakusaliti. Yaani nimemuuliza swali moja rahisi tu. Kati yangu mimi na yule mwanamke, nani ambaye anampenda? Huwezi mimi amenyanyuka kaenda ndani. Hajajibu chochote, can you imagine? Pole. Ah. Naumia sana for sure. Yeah, I know. Pole. Sawa. Asante. Ila nikwambie ukweli, kama yule mwanaume mimi namwacha. I'm so tired. Nimechoka sana, serious. Mimi sasa kukushauri. Yaani sikushauri. Yule ni mpenzi wako, kumbuka. Sawa. So kwa mpenzi wangu Marcus, ndio anapaswa anisaliti, aniumize, pombe zake zile nazivumilia. Unajua kabisa mimi silipo. Navumilia. Mbona mimi kuvumilia hadi kwenye wanawake kweli tena naingiza mwanamke mimi ndani ya mko mimi naendaga. Basi. Yaani katika dunia hii wanaume wengi hawezi wakaishi na mwanamke mmoja tu.